Hao wenye kutaka ufahari wakati hawana pesa ndio unakutana wanaingia kuna mambo mabaya, wanachuza madawa kulevya, wanafanya kazi sio waruhusu yani hata. Huyo ni Abdul Misamba anakuambia mtoto kitu na box. Hatari. Mtoto kitu na box. Unajua ukiwa na kitu kizuri siku zote kisifie. Usisubiri watu wengine wakisifie. Na sisi wanawake huwa tunapenda sifa. Lazima usifiwe, tubembelezwe kabisa. Usiposifiwa ukienda kusifiwa na mtu mwingine unaonekana yule ambaye yupo ndani hakupendi. Kumbe ukisifiwa na mtu yani mfano umeolewa, mume wako kuna kusifia unaona vizuri. Kwanza unaona raha. Asikudangaje mtu anasema wanawake tunapenda kudanganyiwa. Lazima mambo mazuri. Wanawake ni watoto jamani. Usichukulie kama yani tumekuwa sawa, hatujakataa, lakini to treat like a child inapendeza sana. Tusifie. Hata kama ni mbaya, anapua hilo. Sifia. Mke wangu unakapua kazuri. Hata akiwa anapua liba unamwambia mke wangu hilo nimekufa nimeoza. Mpaka nikuulize. Hivi mwanaume mpaka kuoa mwanamke, si amemwona ana vilema tofauti, ana mapungufu tofauti, lakini ameamua kumchagua ye awe yani mke wake halali mpaka kufa, malkia wake. Ameacha wazuri, ameacha watu warembo warefu, ameacha watu wenye wameja huku nyuma, yani lakini amekuchagua wewe. Maana Mwenyezi Mungu ameumba kila mtu na ule bahati yake. Kama vile Abdul Misambana anakuambia kitu na box. Kitu na box. Gisi amezungumzia. Na penzi msikilizaji wa Radio Black FM, natumai leo ni Jumanne tarehe 2 mwezi wa 8 2022. Na nikujuze tu kama wanakuambia Waswahili siku azigandi vile. Siku azigandi leo ni tuseme ni mardi, siku ya pili vile kwa Kiswahili na Kifaransa vile. Kwambie tu Waswahili wanasema hivi. Kila siku azigandi. Yani siku hazibaki hapa au tariki hapa. Na Waswahili wanakuambia hivi Sharmanti, haraka haina baraka. Nikujuze tu tunahesabilia tu kama ni siku 4 ili itimize tarehe 6. Itakuwa Jumamosi, siku inanukia vile. Itakuwa Jumamosi, yani samedi weekend. Basi unakaribishwa kwa kila mtu penzi msikilizaji. Natumai patakuwa uzinduzi wa Radio Black FM, patakuwa lancement ya Radio Black FM. Unakaribishwa kwa kila mtu bila kuchagua, bila rika zote. Kawaida radio yetu haibagui. Walanteni yawe. Wachawa wote, wa ambassadeur, wa ambassadrice wote wanakaribishwa kwenye stads. Nakojua kufika pale na lomba nini? Ni miguu yako tu. Kwa bure tu. Ni wewe yani. Na vile patakuwa wasanii tofauti. Vinara wa hapa Buja Flavor. Kabisa. Utaona stage ikiwa pamoja tuseme Fizo pamoja na Satbi, pamoja na Lolilo, pamoja na Mkombozi, pamoja Ledejimo, Vishilove, pamoja na Estanish na wengine wengi watakuwa Mona Walda wengi sana. Yaani vinara saau na le comedian. Na komanda vile komanda atakuwa pale, le komanda comedian atakuwa pale. Unakaribishwa kwa kila mtu vile. Mlango uko wazi kwenye stadi kuu, stadi ya mpira. Wengi wanazoea stadi ya mpira vile. Mnakaribishwa kwa wingi. Kiingilio ni bure tu. Miguu yako. Lakini nikujuze patakuwa kama vile aquavi. Wewe kama wewe unakuja kwenye show, lazima upate hata kinywaji, lazima upate hata maji. Lakini nikujuze tu kama kusikana na vinywaji ni pesa yako. Wewe msanii unamuona kwa bure. Lakini kusikana na kinywaji, kusikana na nini ni pesa yako. Na Delphine Sharmanti hauwezi kaenda kwenye show hauna hela. Unaweza kuja na mtoto akalilia hata ice cream unashinda kununulia.
hata usiji na mtoto wewe mwenyewe mtu mzima pale unajitikisa huko alafu mwagilia inapendeza zaidi. Alafu nikujuze mpenzi msikilizaji wa Radio Black FM, ni show ya kijanja, ni show ya kibabe. Utakosaje kwa mfano alafu itakuwa Jumamosi ni weekend. Dimanche Jumapili ni konje, hakuna kazi. Alafu vile vile nikujuze tena kingine, itakuwa yani tuseme ni kukesha. Yani una enjoy paka asubuhi. Kwa yule ambaye atataka kukesha. Wewe toka umeaga nyumbani. Usitake kwa kujiiba kwa kujiiba kwa haraka nyumbani jamani, panaenda watoto wa mjini huko. Delphine, basi pandisha mada. Mada yetu ya leo inaongelea unamshauri nini mtu anayependa maisha mazuri wakati hana pesa. Yani unamshauri nini mtu ambaye anapenda misifa? Mtu anayependa ufahari wakati ni maskini. Ndio. Bwana Patrick, unasemaje? Kitu gani unamshauri? Mimi kitu ambacho nitapasha mshauri mtu huyo. Napasha kitu cha kwanza napasha mwambia apambane. Maana apambane, atafute maisha kwa sababu anapenda maisha mazuri na ana hela. Kama anapenda afanye maisha mazuri ifo apate pesa kwa sababu afanye maisha mazuri. Ni kweli. Kitu kingine napasha mwambia atulie, maana avumilie. Afanye vitu kadiri na uwezo wake. Kabisa. Kwa sababu asipofanya vitu kadiri na uwezo wake itamtuma kwenye afanye vitu ambacho abindane na mapato yake. Akishakuwa na ile tamaa, maana anapasha fanya vitu aipatane na pato lake. Anaweza kaiba anakuwa mwizi, analoga kwa sababu tu afanye vitu ambacho haiwezekani. Ndio. Kwa upande wangu mimi ya Delphine, kwanza hiyo inatokana na sifa. Unajua si wasichana wala si wavulana, tunapenda sifa. Napenda kuonekana mimi leo nimeamua kutoa out Delphine unione kama ni mtu mwenye pesa zangu, nataka ufanye vurugu, si vizuri. Unaweza kukutana na hako Kenya alikutoa ndoka akiba kaki. Kamebaki kamoja. Ila juu ya ufahari kutaka kujiweka juu, misifa mingi. Unamaliza yote alafu kesho unarudi nyumbani hauna hata transport ya kurudisha nyumbani. Kesho unaamka na njaa. Wengine wanakuambia hivi, unakutana mtu yani kazi yake anaenda kuwazima nguo ili aonekane kama yani ni boss au boss lady vile, ili aonekanike mjini, ili aonekanike watu watake na kutongoza kademu, wamuona amekubali. Lakini unajikutana hana lolote wala chochote. Na watu kama hivyo haipendezi. Hebu kwanza tafuta picha yako ya baadaye, vitu vyote vitakuwa kawaida. Na kuna ile situation kwamba nikitafuta fulani akiniona atanikubali kweli? Hawezi kunikubali. Usiwe na fikra kama hiyo. Ukiwa na fikra kama hiyo, huwezi kutafuta na huwezi ukapata. Utafeli. Na watu kama hivyo yani wengi wanafeli kabisa. Na usikali kumgongo wa mwenzako. Pana baadhi ya watu wengi mwenzake ana gari, unaona anaikalia yeye, yani kila siku utatoka saa ngapi? Yani anaikalia yeye na yeye wako sambamba. Sio nichukue, anamfuata wako sambamba, ni azime hivi na hivi. Na yeye aonekanike mjini kama na yeye ana gari, ana nini. Heri atia essence yani mafuta kwenye gari ili aonekanike. Unajikutana sasa haipendezi, tosheka na vile vidogo. Ni kweli. Na wengi kama hao wenye kutaka ufahari wakati hawana pesa ndio unakutana wanaingia kuna mambo mabaya. Wanachuza madawa kulevya, wanafanya kazi sio waruhusu yani hata unakuta mtu afya hana, lakini anataka ajinganganize afanye kitu ambacho afya yenyewe haimruhusu. Inakuwa sio vizuri. Ukipata kidogo ridhika, ukikosa ridhika. Basi mimi naweza kumshauri apambane kama alivyosema Patrick, afanye kazi kwa bidii na asifanye kazi isiyo ya halali. Usikati tamaa. Ungali na pumzi zako, ungali na nguvu zako. Usidharau kazi. Hata ukienda ukiwa portefeuille, ukiwa kama vile unanyangua mizigo sokoni, barabarani, ni kazi. Ili mradi tu maisha yanaendelea, ili mradi tu unaongeza, yani unapata pesa. Unaona? Kuliko kujitia usharubaro na we hauna chochote, hauna pesa, unaenda kuchukua vitu vya haramu, unauzisha drug au unafanya mambo yasiyowezekana. Haipendezi. Lakini kwa sasa hivi karne hii naona kama wanaume wa hivyo wa design hiyo ulisema kwamba wanaenda kukodisha, naona kama wamepungua.
Kwa sababu wanawake tumeshashtukizia. Mwanamke akifuatwa na mwanaume lazima kwanza achunguze. Hili gari la kwake. Hizi nguo anazovaa za kweli ndio nani watizame hivyo. Rahma Osman. Wanawake watizame hivyo. Wanawake wengi wanatazama muonekano wa mwanaume. Na ndio maana anatuteka kupitia hivyo. Na watu waongo sana unakutana na kuja kivizuri sana. Yaani huwezi kumwazia kama ni tapeli. Anaweza akakuja anakuambia hivi, mimi nakuja kukuoa. Sitaki mimi nikuchezea nini. Na ulishasikia mwanamke mimi nakuja kuolewa. Unaona? Na yeye anafika anajiachilia. Anakupatia kama mara moja mara mbili akupatia 10,000 ka 20,000 kangapi hivi, unaona jiachilia, unasema kweli ukishaona gari unaona kama umemaliza na mimi kesho kutwa nitakuwa mkipira. Kumbe unakuja sasa, yani majuto ni mjukuu. Inabidi sasa mtu anakuwa na control kwa mtu anayemfuata. Hata mwanaume anamfuata mwanamke, mcontrol kwanza mwanamke. Unaona, usikurupuki na usiingi kwenye matope au kwenye moto, unakanyaga moto unauona. Lakini na kitu kingine kwa wote, mwanamume mwanamke, ukweli ni kitu muhimu. Uwezo kanifuata kwa uongo, kwa sababu nitaingia kwenye ndoa sikatai, lakini sasa nikishaingia kwenye ndoa nitaishije? Lakini njoo kwa ukweli, njoo reality yako ni kuone. Nitakupenda kwa ile reality yako, nitakupata katika reality yako. Mnapenda uongo. Kuwadanganya ndio mnaingia. Wote. Mwanaume akikuja kwa ukweli huwa msikii. Na sijui ni kwa nini. Hivi Rahma, mwanaume anakuja anakuambia mimi nakupenda. Ni wachache sana atakwambia ukweli, mimi sina chochote, sina hivi na hivi, lakini atakutapeli, atakudanganya juu ya nini? Ajijenge kipenzi. Alafu siku baada ya siku wewe mwenyewe ulishaingia kwenye mapenzi, ndio unafika unagundua. Unasema utafanyaje? Acha. Anaweza kukwambia mimi natumika kwenye ambasade ya Amerika. Unaona? Ndio. Anatumika hata kwenye ambasade ya Amerika. Kupajua anaenda kupiga picha ile sehemu, lakini hana hata kitambu, hana hata anakuambia huu ni muda wa kutoka kukazi. Kumbe hana kudanganya. Anaweza kukwambia mimi natumika kwenye Radio Black FM. Anaweza kukuja kama ana rafiki wa hapa Radio Black FM, naomba basi nipige picha hapa kwenye studio yenu, vitu kama hivyo. Au naomba kama mnialike. Akishamwalika anapiga picha, anamwagizia baby niko kwenye kipindi, baadaye basi tutaongea baadaye. Na mwanamke ushadanganyikwa.